mfalme wa falme. Mungu wetu Baba upate kutenda mema Jehova. Mungu wetu Baba upate kutusimamia Jehova. Mungu wetu Bwana upate kulinda hata na watamoja Baba watu watafika Jehova. Baba Jehova upate kuwapa nguvu wale ambao wamepungukiwa na nguvu Jehova. Mungu wetu upate kuwapa imani wale ambao wamepungukiwa na imani Jehova. Walinde na wote Baba ni wagonjwa Mungu wetu. Wale ambao hawajisikii Jehova. Baba Jehova upate kuwapa imani mfalme. Asante mtakatifu kwa ajili Baba ya watu wako Jehova. Asante kwa ajili ya watoto wetu Mungu wetu siku ya leo. Asante kwa ajili ya siku hii Baba umetupa mfalme wa falme. Naomba Mungu upate kusimama pamoja na watu wako. Naomba Mungu Baba upate Baba kutulinda Jehova. Tunapotenda kazi ya leo Jehova upate kuwa mwaminifu ndani yetu. Jehova Baba tukikamilisha Baba tukamilishe tukiana wewe Jehova. Walidada na wachungaji wote Jehova wale wako mbele zetu asubuhi ya leo. Walidada na wale wote Baba tutakuwa pamoja na wewe Jehova. Mungu wetu ufungue milango Baba kwa kazi zote tunaenda kutenda Baba asubuhi ya leo. Na mchana wote Baba tunaukabidhi mkononi mwako. Upate Baba kutulinda na utupiganie Jehova. Tunaweka hata Baba Jehova nchi yetu ya Kenya mikononi mwako Jehova. Baba upate Baba kusimama pamoja nao. Baba na makanisa yote Jehova ambayo inakuabudu siku ya leo. Mungu wetu Baba upate Baba kuyalinda Jehova. Usimame pamoja nayo Baba Jehova. Usimame katika pengo siku ya leo Jehova. Chochote kile tunahitaji kutoka kwako Baba upate kututendea Jehova. Chochote ambacho tunaenda kutenda kwa ajili ya neno lako Mungu upate Baba kusimama pamoja nasi. Naomba yote Baba nikiamini utatenda. Baba kuna Mungu mwingine wa kuabudu ila ni wewe. Baba wastahili sifa, wastahili kuinuliwa, wastahili kuabudiwa Jehova maana wewe ni mwema. Pokea sifa na utukufu asubuhi ya leo Jehova. Kwa maana Baba sifa zote ni zako. Hakuna mwingine wa kuabudiwa, hakuna wa kuinuliwa Jehova. Mungu wetu Baba tena mema Jehova. Utuongoze maana wewe ni mwema. Najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda, najua Bwana atatenda. Najua Bwana atatenda, najua Bwana
kila mmoja Baba yako mbele zako Baba Jehova. Usikilize maombi ya kila mmoja Baba Jehova anakuhitaji Jehova. Wale wote ambao wako na hitaji Baba asubuhi ya leo upate kuwatendea mema Jehova. Baba Mungu wangu naomba upate Baba kusimama pamoja nasi. Uongoze kila mmoja Baba Jehova ulako mbele zako asubuhi ya leo. Baba na kazi zote zile ziko mbele zetu Jehova, naomba upate Baba kusibariki Jehova. Angalia tunaenda kuingia kwa kipindi kingine Jehova cha kusifu na kuinua jina lako takatifu. Baba naomba upate Baba kutuongoza. Utume malaika Jehova, wakuja wapokee Jehova maombi yetu Bwana. Wapokee sifa zetu Jehova, na sisi tutakutukuza na kuinua jina lako takatifu. Na ni katika jina la Yesu Kristo Bwana naomba nikiamini. Amen. Semeni amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Wakati mwingine tunaenda kumsifu Bwana. Ambia jirani yako leo ni siku yetu. Leo ni siku yetu. Ambia jirani leo ni siku yetu. Tunaenda kumsifu ni kama tutamsifu tena. Haleluya. Haleluya. Tupige makofi mazuri kwa Bwana Yesu. Nawe
Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Salimiane hewani. Hallelujah. Praise God. Naomba tu dakika moja peke yake ukaweza kusimama tukaongea na Bwana. Leo ni siku kubwa. Amen. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Amen. Ningependa sema jambo mbele za Bwana. Mwambie kwamba Bwana tunakutaka. Tunakushukuru kwa sababu ya siku ya leo. This far Lord you have brought us. Mwambie jambo, zungumza na Mungu. This is a Pentecostal church. Bwana asifiwe. Naomba mtu azungumze na mtu. Hallelujah, zungumza na Mungu. Hallelujah, zungumza na yeye. Mungu nakushukuru, tunakuinua. We thank you Jesus. Tunakushukuru Bwana. Tunajua kwamba wewe ni mwaminifu. Tunavunja kila mipango ya giza, mapepo yote katika jina la Yesu Kristo. Oh King of glory, all these praises belong to you. Bwana, sifa ni zako. Tunavunja mipango ya shetani. Tunaliinua jina lako Bwana. Wewe ni Mungu na utabaki kuwa Mungu. Siku ya leo, ya sherehe ya leo Bwana, tunakupa shukrani kwa miaka 20 Bwana. Umezidi kuwa nasi. Umezidi kulinda hii ministry. Baba, tunakurudishia shukrani. Oh, thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you Jehovah. Hallelujah. Glory to Jesus. Bwana nakusifu. Ninakuabudu Bwana. Oh, thank you Jesus. Baba, Mungu muumba mbingu na nchi. Mchana wa leo nakupa shukrani. Ni kwa kutufikisha siku ya leo. We know it is not by our ways, not by our power Lord, but by you Lord Jesus Christ. Tunakushukuru Bwana kwa kila mmoja. Tunakuomba Bwana ukatembee nasi hadi tutakapomaliza sherehe ya siku ya leo. Tunajua kwamba Bwana utakuwa nasi. Tutakapomaliza utukufu Bwana utakurudia. Na ni katika jina la Yesu Kristo nasema amen. Shangilia Bwana kwa makofi. Amen, 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 amen. Wow. It's a great day. Amen. Ni siku nzuri. Bwana asifiwe. Mimi sikuona miaka 20 haikuwagi mchezo. Amen. Kuna milima, mabonde, everything. But this far the Lord has brought us and we are great. Amen. So asubuhi ya leo ningependa nikaribishe kila mmoja ambaye amekuja mahali hapa, washirika, wageni wote ambao tumealika katika siku ya leo, sherehe ya leo ya kuweza kushukuru Bwana kwa sababu ya kutulinda na kutuhifadhi tangu tulipookoka, tangu tulipoanza hii ministry. Mungu tunakupa shukrani. Amen. Nikusumbue tu tena. Naomba tu leo ndio nisikie sherehe. Hebu salimia mtu. Amka tu, naomba tu. Please, I beg you. Please, amka tu, salimia mtu. Amen. I want you to feel this is the place ambayo tunahitaji. Hebu tukaribishane mahali. Amen. Tuko katika sherehe. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, 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 yes. Tunakushukuru Bwana, tunaliinua jina lako takatifu. Yes, yes. Yes, yes. Tunashukuru Bwana. Yes, hallelujah, hallelujah. Tunashukuru Bwana. Yes, Ramadan. Amen. Bwana asifiwe. Amen. 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 Umayadiro yario wakina idoero yario yetwara jeho magai miro chokumayadiro yario wakina idoero yario yetwara jeho magai miro korea bodego tu ilu bodego na biona Onaro na ina muri
Okinga idoero yayo. Etoya Jehova Ngai. Chokuma iradero. Eni okinga idoero yayo. Etoya Jehova Ngai. Amen, amen. Tushangilie Bwana kwa makofi. Amen, amen. Thank you Jesus. Tunakushukuru. Yes. Amen, amen. Thank you Jesus. Tunakushukuru. Tunaendelea vizuri. We thank the Lord because of this day. Tunajua kwamba Bwana ataiwezesha. Amen. So sasa tunaendelea kwa program yetu. Program yetu ni kwamba I don't know whether Sunday school wako tayari. Sunday school karibuni. Karibuni, wapigie makofi wanapokuja Sunday school. Amen, amen, amen. Holy is the Lord God Almighty. Holy, holy is the Lord. Holy, holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord forevermore. Holy, holy is the Lord God Almighty. Holy, holy is the Lord. Holy, holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord forevermore. Holy, holy is the Lord God Almighty. Holy, holy is the Lord. Holy, holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord forevermore. Mungu wetu ni wa ajabu, 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 Mungu wetu ni wa ajabu. Kaniweka wapi? Kanitoa chini, kaniweka katika, nitoa kati, kaniweka juu. Mungu wetu ni wa ajabu. Kanitoa wapi? Kaniweka wapi? Kanitoa chini, kaniweka katika, nitoa kati, kaniweka juu. Mungu wetu ni wa ajabu. Mungu wetu ni wa ushindi, 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 Mungu wetu ni wa ushindi. Kanitoa wapi? Kaniweka wapi? Kanitoa chini, kaniweka katika, nitoa kati, kaniweka juu. Mungu wetu ni wa ajabu. Zaburi 23 inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitakuwa na dhiki. Ephesians chapter 6 verse 1, it says, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, for this is the first commandment with the promise. Thank you. Amen. Wapigie watoto wetu makofi. Sunday school. Naona vile wako wengi leo. Amen. We thank you so much. Ni wakati mzuri. I don't know whether our youth wako ready. Our youth, are we ready? Or tupite kwanza hiyo? I think hawako tayari. Tutawalika wakati mwingine, na ningeomba kwa wakati huu nikaweze kualika wazee wanasifiwe, wakaweza kumwabudu Bwana na kumshukuru kwa kile wameandaa, kwa sababu ya siku ya leo ni siku ya maana. Amen. Hebu tuwapigie makofi wanapojiandaa. Amen. Amen. Thank you. So wazee karibuni, Bwana atawabariki. Amen.
Hakuna rafiki kama Yesu. Yu pekee, yu pekee. Hakuna mponyi kama Yesu. Yu pekee, yu pekee. Yesu ajua shida zetu. Aweza kutuongoza. Hapana rafiki kama Yesu. Yu pekee, yu pekee. Anayesifa ni Yesu. Yu pekee, yu pekee. Yeye aliye mnyenyekevu. Yu pekee, yu pekee. Yesu ajua shida zetu. Aweza kutuongoza. Hapana rafiki kama Yesu. Yu pekee, yu pekee. Yesu pamoja nasi daima. Yu pekee, yu pekee. Kwa usiku waleta salama. Yu pekee, yu pekee. Yesu ajua shida zetu. Aweza kutuongoza. Hapana rafiki kama Yesu. Yu pekee, yu pekee. Kulinda Yesu ni mwaminifu. Yu pekee, yu pekee. Hata wakubali watakatifu. Yu pekee, yu pekee. Yesu ajua shida zetu. Aweza kutuongoza. Hapana rafiki kama Yesu. Yu pekee, yu pekee. Alipelekwa kwa Mwokozi. Yu pekee, yu pekee. Anatutayarishia enzi. Yu pekee, yu pekee. Yesu ajua shida zetu. Aweza kutuongoza. Hapana rafiki kama Yesu. Yu pekee, yu pekee. Yesu ajua shida zetu. Aweza kutuongoza. Hapana rafiki kama Yesu. Yu pekee, yu pekee. Twamsifu Mungu kwa mwana wa pendo aliyetufia na kupaa juu. Haleluya, usifiwe. Haleluya, amen. Haleluya, usifiwe. Utubariki. Twamsifu Mungu
Wamsifu mwana aliyetufia, aliyetwaa dhambi akazifuta. Haleluya, usifiwe. Haleluya, amen. Haleluya, usifiwe, utubariki. Wamsifu Mungu wa neema yote, ametukomboa akatuongoza. Haleluya, usifiwe. Haleluya, amen. Haleluya, usifiwe, utubariki. Tuamshe tena, tujaze na pendo, na moyoni uwashe moto wa Roho. Haleluya, usifiwe. Haleluya, amen. Haleluya, usifiwe, utubariki. Haleluya, usifiwe. Haleluya.
Amen. 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 One, two. Basi nafikiri kila mmoja amefurahi. Bwana asifiwe. Nataka usimame. Sitaki usimame tu. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Simama mahali ulipo. Kwa upendo wa Yesu. Amen. Ni nini mbele yako? Kuna kiti? Haya, toka. Ule anakuja atakaa hapo nyuma. Maana tunaonekana tuko wengi sana kwa sababu tumetapakaa hapa na pale. Kama mbele yako kuna kiti, nafikiri songa tu. Chukua tu, anakusubiri tu na kuvumilia tu. Kuvumilia nini? Mimi ndio kuvumilia hadi ufike. Njoo tu. Wale wako nyuma tafadhali tusongee mbele. Kwa tu maasha tukana ndio hapo hapo nyuma. Waimbaji, wewe ni mwimbaji unakaa nyuma mpaka penja. Kuja mbele. Pana kaa nyuma na wewe ni songa mbele. Ndio. Basi jipike makofi wewe ambao umesonga. Amen. Chukua tu keti. Amen. Basi mimi nina furaha kuona tena siku nyingine ya leo, kwa kuwa ni siku njema ambayo Mungu ameifanya ili tukaweze kumwabudu na kusherehekea ukuu ambao Mungu ameutenda na katikati yetu. Kwa hakika tuseme kwamba tumemwona Mungu akiwa anaenda pamoja na sisi, akiwa anatuongoza na akiwa anafanya mambo makubwa sana, na ndio sababu tumekuita ili kwamba ufurahi pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati unakula vizuri itana, wakati unakufurahia itana, maana ile siku utalia pia watakuja. Kwa hivyo wakati una furaha kama siku ya leo, ndio maana tumekuita kwamba uje tukasherekee pamoja. Bwana asifiwe wazee. Wazee Bwana asifiwe. Wazee Bwana asifiwe. Mama Bwana asifiwe. Ngelekele wa mama. Wazee mrembo. Haleluya, hiyo ni nzuri. Ndani ya Kristo manake raha ya Yesu jipe mwenyewe. Hiyo kupewa ina gharama. Amen. Raha jipe Kristo. Unapewa free. Lakini ile nyingine pale ati chupa nini ina gharama yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hizi nikutana watu wakiniambia ati wale wanapendana. Wanapendana kitu gani? Unashia mate. Sigara mate imepakwa, pombe mate imemwagiwa ndani. Watu wanashia vitu chafu, lakini wa Kristo ni safi. Amen. Kwa sababu makosa yamwalika aende kwamba akaongea mawili matatu kwa muda wa dakika kama 3 hivi, ili aweze kuwakaribisha kama mzee wetu katika nyumba ya Bwana. Basi tupige makofi ili anapokuja. Amen. Karibu sana mzee. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Munayo furaha? Mko na furaha? Hata wageni mko na furaha? Tumewakaribisha mahali hapa kwenye kanisa ya Springs of Living Waters Church, ambao siku ya leo tunasherehekea miaka 20. Bwana asifiwe. Tunawakaribisha kwa mioyo yetu yote, kwa moyo mkunjufu, mujisikie mko katika nyumba yake Mungu. Bwana asifiwe. Kile tunachokula hapa mkakikule. Bwana asifiwe. Hata neno ambalo tunaoshiriki mkaikule. Bwana asifiwe. Hebu fikiria kwamba hii miaka ambayo tumekaa mahali hapa, Bwana asifiwe, tumekaa miaka 20. Na ndipo leo hii tunasherehekea, ni kwa sababu Bwana ametushindania, Bwana ametupigania. Tumepitia katika mambo ambayo ni mengi na tumemwona Mungu. Bwana asifiwe. Na kisposa siku hii ya leo tumeamua ni siku ambayo ni ya sherehe. Haleluya. Hebu nikwambia kwamba Mungu anapoanzisha huduma yake ama anapowaita watu wake, kama vile Kristo alipowaita wanafunzi wake, aliwaita na wakakaa pamoja, akawafundisha neno, akatembea pamoja nao. Bwana asifiwe. Lakini ikafika muda ambapo
aliweza kuwatuma waende nje ili wakaweze kuexercise yale mambo ambayo wameyapokea. Wanasifiwe. Na walipoenda nje, basi waliona ya kwamba wanatoa mapepo. Na walipotoa mapepo wakafurahia sana. Kama vile siku hii ya leo tunapofurahi wakati tunaona ya kwamba tumemaliza miaka 20. Bwana Yesu asifiwe. Na wale wanafunzi ama mitume wake, sababu walikuwa wamekula neno, na walipoona wanatoa mapepo, walipomrudia Yesu wakasherekea sana, wakasema ya kwamba hata wakati tulipoenda nje mapepo yalitutii, mapepo yaliondoka, wakashangilia sana. Akawaambia kwamba msifurahi kwa sababu ya hiyo. Wanasifiwe. Sababu hamujafika mahali ambapo umeitiwa. Wanasifiwe. Kuna mambo bado hamjatosha boga. Wanasifiwe. Hamjatosha boga. Kaeni ili mjifundishe kutoka kwangu mengi. Na siku hii ya leo ndipo tunaposherehekea mambo haya. Wanasifiwe. Bwana Yesu anatuambia kwamba hatujatosha boga, tuendelee na kukaa. Wanasifiwe. Kwa sababu Yesu kuna kitu ambacho anachofanya katika huduma hii. Wanasifiwe. Wewe ambaye uko katika nyumba yake Mungu asubuhi ya leo, wewe ambao umemaliza miaka hiyo 20, usione ya kwamba umetosha boga. Useme ya kwamba mimi tutaondoka na kufanya mambo mengine, kwa sababu unaona ya kwamba mapepo inakutii. Wanasifiwe. Akawaambia kaeni kwa pamoja. Ni kwa sababu utakutana na mengi. Wanasifiwe. Yale ambao mmesoma kwangu, yale yaliyo kichwani mwenu, wanasifiwe, mkayatoe kichwani mwenu mkayaweke rohoni. Wanasifiwe. Hata Musa wakati alipoitwa, Bwana Yesu asifiwe. Musa wakati alipoitwa, aliitwa na Mungu ili amtayarishe, ili amuandae, kama vile ambavyo Mungu ameanzisha huduma hii miaka 20 ambayo imepita. Na Musa akakaa chini ya mafundisho ya Mungu. Wanasifiwe. Musa akamaliza miaka ambayo tumeimaliza, lakini Mungu akaona ya kwamba hakuwa ametosha mboga. Wanasifiwe. Akamwambia Musa, ngoja nikuandae, sababu kazi ambayo unaenda kuifanya ni kazi kubwa. Wanasifiwe. Unaweza kuona ya kwamba tumemaliza miaka 20 mahali hapa, lakini kanisa haijajaa. Haujaona miujiza nyingi, haujaona mambo makubwa mahali hapa, lakini Mungu anatuambia kwamba kaa na ungoje ili nikuandae, ili nikutayarishe kwa kazi ambayo niliyokuitia. Wanasifiwe. Musa akakaa na akamaliza miaka 40 years. Wanasifiwe. Akiandaliwa na Mungu akimwandaa. Na Musa alipotosha miaka ile 40, Mungu akamwambia kwamba ile kazi sasa niliyokuitia imefika muda. Wanasifiwe. Umeyajua mambo yote, na yale ambayo nimekufundisha yako moyoni mwako. Sasa ondoka uende kwa Farao. Wanasifiwe. Ukawatoe watu wangu katika mikono ya Farao. Wanasifiwe. Mahali hapa Mungu amekuita ili akakutayarishe, akakuandae. Wanasifiwe. Huduma hii haikuanza tu hivi. Huduma hii ilianza kwa mkono wa Mungu. Wanasifiwe. Ilianza kwa mkono wa Mungu. Na nikuambia kwamba hata mahali ambapo tulipotoka, kwa sababu hatukutoka sisi wenyewe, tulifanya kama kufukuzwa. Wanasifiwe. Wale waliotuondoa mahali pale wakaona ya kwamba sasa
mahali hapa wametengenezewa mahali ambao ni ya kutengeneza mambo yao. Wakasema tokeni. Wakakuja. Walipokuja, hakuna mmoja ambaye anakaa mahali pale anamaliza miaka 5. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Anang'ana kwa sababu yale aliyojifundisha kule chuo cha Biblia. Sababu amejifundisha kwa akili yake. Hayatokani na Mungu, kwa sababu mambo ya Mungu anayaweka moyoni. Bwana asifiwe. Anayaweka rohoni. Wale sababu amefundishwa yakakaa kwenye akili yake, anapokuja anakasana, anaona ya kwamba hajatosha boga, anakimbia yeye mwenyewe, anawacha huduma. Wanasifiwe. Ndugu yangu, dada yangu, wewe ambaye uko katika hii ministry, ni mkono wa Mungu ambao unaoendesha. Wanasifiwe. Wanasifiwe. Wanafunzi wa Yesu akawaambia, msiondoke pale, kaeni ili mkaweze kupokea. Wanasifiwe. Kaeni mkaweze kupokea nguvu, ili mkitoka yale ambayo mtakutana nayo mkaweze kuyashinda. Haleluya. Wakati nimemaliza 10 years katika ministry hii, na pengine wewe unaweza kusema ya kwamba kwa nini umekaa mahali pale mpaka saa hii haujakomaa, mpaka saa hii haujatosha mboga? Wanasifiwe. Ninajua ya kwamba Yesu kuna mambo ambayo anayoyafanya ndani ya maisha yangu na yule mwingine. Wanasifiwe. Kuna mambo ambayo anaokuandaa. Haleluya. Kwa sababu Mungu anakuwa na mpango mzuri, ati ya kwamba hii kware hii itaokolewa na Yesu, hii kware hii itabadilika. Wanasifiwe. Ni wewe ukae na ukamgoje yale Mungu ambaye atakaenda kuyatenda. Haleluya. Wewe mpendwa ulio katika nyumba hii, ama unatoka sehemu zingine, wanasifiwe, usiwe na mbio. Ngoje Mungu kama vile Musa alivyomngoja Mungu. Akamngoja Mungu kwa miaka 40. Mungu akimtayarisha, akiandaa moyo wake ili akaweze kutoka nje na kuwakomboa wana wa Israeli. Mungu akamwandaa Musa, akampa Musa vifaa vyote, akamwambia nenda kwa Farao sasa, na ukamwambie Farao awaachilie watu wangu ili waende wakaniabudu. Haleluya. Ndugu yangu, dada yangu, usione kama umechelewa, sababu kazi ni yake ni Mungu. Mungu ndiye anayetenda kazi ndani ya moyo wa mtu wake. Ile kazi ambayo aliyoanzisha ndani ya moyo wako ni yeye atakayeikamilisha. Usiwe na haraka. Wanasifiwe. Usiwe na haraka. Ngoja uone uweza wa Mungu. Ngoja uone mkono wa Mungu. Wanasifiwe. Wageni wetu, karibuni sana. Karibuni mahali hapa tunaposherehekea hii miaka 20. Haleluya. Unaweza kuona ya kwamba tunasherehekea nini? Tunasherehekea ushindi ambao tumeona kwa Mungu. Tumepitia mambo ambayo ni mazito, lakini yeye Mungu ni mwaminifu. Anatulinda. Wanasifiwe. Anatulinda. Haleluya. Wewe ambaye unasikia ya kwamba umefinyika, wewe ambaye ni wa huduma huu, usichoke. Charlie ye, and you will see the salvation of the Lord. Wanasifiwe. Ngoja na utauona mkono wa Mungu.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Basi mimi kwa majina ni Steven Makosi, mzee ambaye ameokoka, mzee ambaye amepitia mambo ambao ni mengi. Bwana asifiwe. Lakini katika yote nimemwona Mungu, kwa sababu najua ya kwamba yule Mungu ambaye ameniita, kuna jambo ambalo ameliweka ndani ya moyo wangu. Kuna jambo ambalo alioanzisha ndani ya roho yangu. Ninapopitia yale ambayo nao yapitia, Roho wa Mungu ananipa nguvu. Na ndipo Yesu akawaambia, msitoke pale katika chumba cha juu. Msitoke pale katika chumba cha juu. Yale ambao pengine unasikia kwamba umepokea katika mawazo na akili zako, unaona ya kwamba umetosha, unaona ya kwamba sasa ukitoka nje mapepo yanakutii. Yesu anakuambia, mwanangu, usiondoke. Ngoja, kuna mambo mengi ambayo ninaokuandaa kwa sababu yake. Sababu ukuu wa Mungu ni wa ajabu. Mawazo yake yako juu kupita akili zetu. Bwana asifiwe. Yale ambayo unayofikiria na akili yako haitoshi. Yale ambayo unaoona na macho yako haitoshi. Mungu amekuita kwa ukuu wake. Musa akaambiwa na Mungu, ni nini ambao umeshika mkononi mwako? Sababu alimuonyesha maajabu baada ya kupitia 40 years. Bwana asifiwe. 40 years amepitia. Kauliza, ni nini umeshika mkononi mwako? Ni fimbo. Hebu angusha chini. Bwana asifiwe. Farao akaona maajabu. Anapofanya yake, Mungu anafanya yake. Haleluya. Na watu wa Mungu, watu wa Israeli wakawachiliwa. Hebu nikwambia kwamba hii kware hii ambao unaona ya kwamba imeharibika, Mungu ako na mpango. Wanasifiwe. Mungu ako na mpango. Hata unakuja kwenye kanisa unaomba, unaona ya kwamba hakuna kitu ambayo inafanyika. Unaomba ili kanisa liongezeke, unaona ya kwamba hakuna kitu inafanyika. Hebu dada yangu, ndugu yangu, nikwambia kwamba Mungu anaenda kutenda mambo makubwa. Bwana asifiwe. Na basi nimewakaribisha. Karibuni mahali hapa. Bwana asifiwe. Iko mambo ambayo Mungu anatenda mioyoni mwetu. Iko mambo makubwa ambayo Mungu anatenda katika maisha ya kila mmoja. Bwana asifiwe. Na Bwana awabariki. Haleluya. Amen. Abariki sana mzee, kwa maana ya kukuokoa na hata kudumisha wokovu ambao upo ndani yako. Basi nataka tufanye vitu kwa upendo. Bwana asifiwe. Maana masani machache na kazi ndio nyingi. Nataka tujenge leo kwenye kitabu cha Wakorintho 13. Wakorintho wa kwanza 13. Tunazungumza kuhusu upendo. Vumilia yote, ukubali yote, uamini yote. Kwa hivyo ukiona nimesimama, ulizo usione mbaya, nataka tukabe masaa. Amen. Kwa hivyo kupea muda uone nimesimama, usinikasirikie, nipende na tuweze kuendelea mbele, maana ni Bwana mwema. Sijui kama Sunday school wako tayari. Sunday school kama hawako tayari, basi wazee ama youth wako tayari. Youth wetu, basi tukaribishe wazee waweze kutupa nyimbo mbili, alafu baadaye tutaweza kuendelea. Kwa hivyo wazee, karibuni. Wazee wanahitaji mkokojo, wanataka mafimbo ndio waamke. Kwa hivyo tuamke, tumaana sisi tuna nguvu za Kristo.
Enzi
watakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi. Waliookoka watakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi. watakuabudu Bwana, 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 haleluya Bwana. watakuabudu Bwana, 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 haleluya Bwana. watakatifu wote watakusanyika Mbele zake Bwana Mwokozi. waliookoka watakusanyika Mbele zake Bwana Mwokozi. watasujudu Bwana, 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 haleluya Bwana. watakupa sifa Bwana, Bwana, sifa Bwana, haleluya Bwana. watakuabudu Bwana, 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 haleluya Bwana. watakuimbia Bwana, 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 haleluya Bwana. watafurahia Bwana, 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 haleluya Bwana. watakuona Bwana, 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 haleluya Bwana. na wenye dhambi wote watakusanyika Mbele zake Bwana Mwokozi. na walevi wote watakusanyika Mbele zake Bwana Mwokozi. watalia Hoi, woi hoi, wakiteseka hoi, 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 wakichomeka hoi, watalia hoi, woi hoi, 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 hoi. na washerati wote watakusanyika Mbele zake Bwana Mwokozi. na waongo wote watakusanyika Mbele zake Bwana Mwokozi. watajuta Hoi, kwa mateso hoi, watajuta hoi, 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 watachomeka hoi, kama ningalijua hoi, nimeokoka kitambo. Hoi, 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 watachomeka hoi, ningalijua hoi, nimeokoka kitambo. Hoi, hoi, hoi. Amen. Roho yakwe yatumba tumba, roho yakwe kaigwa wega kaigwa wega, nitondo wa muhonokya. Roho yakwe ndinakena, roho yakwe katumba tumba, roho yakwe kaigwa wega kaigwa wega, nitondo wa muhonokya. With
tuma ngono yakwe kaigwa wege kaigwa wega nitondo wa muhonokia. Hallelujah. Glory to God. Amen. Wapigie wazee makofi. Basi tunaendelea vizuri, manake ni ya Yesu hiyo. Basi Bwana anapokea sifa wala si mtu. Wakati unaenda kuita wanakwaya wetu watupe nyimbo mbili. Wanakwaya, simu ya wanakwaya unaamuka ndio hiyo hiyo. Wapigie makofi wanapokuja. Wanakwaya, wanakwaya. Karibuni sana.
Piga makofi. Amen. Mtaimba baadaye. Please kaeni chini. Nimesema tuvumiliane. Hallelujah. Familia akisema mbili, kama ni mbili ni mbili, bado masaa ipo mtaimba. Basi ningependa kuna mama wako tayari? Mama wako tayari? Basi ni wakati wenu. Unajua hiyo nafasi ndapeana. Sikuharakisha mama. Bado mnafunga watu nepi. Sikuharakisha basi. Muda mwingi nilipotea, sikufahamu msalaba, wala aliyenifilia kwa Kalvari. Rehema bure na neema, sawa nalo nilipewa, ndivyo aliponifungua kwa Kalvari. Kwa neno lake Bwana Mungu nilijiona mimi mwovu, nikageuka na kutubu kwa Kalvari. Rehema bure na neema, sawa nalo nilipewa, ndipo aliponifungua kwa Kalvari. Yote kwa Yesu namtolea, ndiye mfalme wa pekee sasa, kwa furaha nitamwimbia kwa Kalvari. Rehema bure na neema, sawa nalo nilipewa, ndipo aliponifungua kwa Kalvari. Jinsi pendo lilivyokuu, neema ilishushwa toka juu, alitufanyia wokovu kwa Kalvari. Rehema bure na neema, sawa nalo nilipewa, ndipo aliponifungua kwa Kalvari. Hallelujah. Glory to God. Amen. Wapigiwa mama wetu makofi. Asante sana kina mama Springs of Living Waters Church kwa kutupa burudani hiyo nzuri, na Bwana Yesu awabariki sana. Sasa kuna vijana wa life
wa Faith Life Teenagers. Watini wako wapi? Wa Faith. Faith Life. Tafadhali tuharakishe kidogo. Unajua sasa masaa ukienda mbio namna hiyo huwa na katakata vitu vingine tunazungumza katakata kwa sababu ya muda wetu. Basi wapigie makofi wanapokuja. Karibuni sana.
makofi yao vya watoto. Bwana wabariki sana. Pigiwa makofi Bwana. Amen, amen, amen. Kwanza kabisa napenda kukaribisha watumishi wa Mungu mahali popote. Kama wewe ni mchungaji na uko nyuma, tafadhali kuna viti vya wachungaji mahali hapa. Usikae nyuma, uko na viti zenu hapa. Tunapenda kutambua watumishi wa Mungu mahali popote walipo. Basi karibuni sana watumishi wa Bwana. Wakati napenda kumwita Rose Makosi atupe wimbo mmoja. Nikisema moja ni moja. Na kama una nyimbo unataka kuimba, tafadhali leta jina tuweze kutambua na uweze kupresent kila ambacho umekuja kuleta kwa ajili ya Bwana.
Amen. Bwana kubariki sana, mpige makofi mbele yetu. Msifu Bwana. Na kuna kitu nimesahau. Sijui ni kwa nini nasahau. Unajua kuna matoleo leo. Bwana sifiwe. Matoleo iko leo. Piga Bwana kelele ya kutoa. Piga Mungu wakati unatoa. Amen. Nataka kununua vyombo za kuhubiri Injili. Na tunakutegemea sana. Na hiyo pesa yako, hiyo 1,100 unachukua kwa mfuko leo. Unasifiwe. Hiyo 1,100 uko nayo. Tunataka utoe vitu vyombo. Unasifiwe. Haleluya. Basi wewe ambaye umekuja siku ya leo, kuna matoleo kwa ajili ya kununua vyombo. Zinagharimu karibu 300,000. Kwenda juu. Na tunaamini ya kwamba wewe maana umekuja kutufariji, na umekuja kufurahia pamoja na sisi hii miaka 20. Kwa huu mwendo mrefu ambao umejaa mabonde na milima. Na kumbe nyuma hiyo safari kulikuwa na Kristo. Nyuma ya safari tu unakumbuka jamaa anaitwa Joshua. Joshua anaenda kwenye vita, anapigana vita. Lakini akienda anakuta watu wamekufa. Watu wameanguka. Kumbe sio yeye. Kwenye hizo vita kulikuwa na Mungu. Na ndani ya safari yote kuna Mungu. Unasifiwe. Bwana, kama tulifungua na hatukufunga, ni sauti ya nani? Ni sauti ya Mungu. Bwana asifiwe. Basi wakati huu nataka kumuita mama wetu, Mama Saimo, apate kutuelezea mambo machache, maana wao ndio waanzilishi wa ministry. Wao ndio wamekuwa hapa wakati mzee anang'ang'ana. Basi nyuma yake kuna mama, sema kila mwanaume ambaye amefaulu nyuma yake kuna nani? Kuna mama. Bwana asifiwe. Maana kama yule mama angelikaza, safari ingekuwa ngumu kwa huyu mzee. Lakini kwa sababu hakukaza na alisimama na yeye, ndio sababu huduma inang'ara kama vile inavyong'ara siku hii ya leo. Kwa hivyo tunashukuru kwa sababu ya huyo mama na kusimama na ministry na kuzaa watoto hawa wote unaona wamezaliwa huko. Unasifiwa. Tujipigie makofi kuzaliwa na huyo mama. Kama sasa karibu sana. Tuelezee mawili tu matatu. Baadaye mkaribishe mchungaji. Tuambie pia yeye ameanza safari yake namna gani. Na mimi nawaomba sana mtumie muda mchache hata kama acha tuliombe. Karibu. Sipige makofi. Naitwa Pence Karaja au Mama Saimo. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Namshukuru Mungu kwa sababu kila jambo kuja kwa wakati wake. Kwa sababu kwa hiyo miaka yote sijawahi kuambiwa nisimame niongee kama leo. Ndio niko na homa, hata nilikuwa nimefikiria nitakuja saa 8. Lakini Baba Saimo akaniambia kuna kitu uliambiwa utashukuru. Nikamwambia tu sinijioni. Lakini namshukuru Mungu ni kwa sababu nilifika. Vile Pastor Juma amesema, ilikuwa vile Baba Karo alisema vile tulitoka Calvary Temple. Na tulikuwa Calvary Temple, mimi nilikuwa nimechoka na nikahama nikaenda Full Gospel kwa miaka karibu 2. Kwa hivyo wakitoka sikuwa na ningetaka kuongea na wamama, juu mimi ni mama. Kanisa hilo la Calvary Temple nilichoka na wamama. Ni kwa sababu kwa kanisa sijui kama hili letu sionaji likiwa hivyo. Kuna groups. Kuna wale wako juu na kuna wale wako chini. Tuseme ni kama kutoka number 1 to number 5. Mimi kwa maisha yangu sijawahi penda hivyo. Na ndivyo mnaonanga hata sikaadi hapa mbele, mimi natakaga kukaa huko nyuma. Nikiangalia wale hawako, ule haja kuja, wale wako mbele hawezi jua. Lakini mimi nikiwa pale ninajua. Nilichoka na wamama. Nimeshukuru sana kuona Mark hapa.
Mark ni mtoto wangu, namuona vile hapo. Ninamjua tangu alipotoka Kongo, tulikuwa na yeye na akaoa na akawa na watoto. Kwa hivyo niko na watoto wengi na niko shosho hata saa hii, hata nikashindwa na kupata hapa. Namshukuru Mungu ni kwa sababu hata wakati nilitoka Calvary Temple sikuacha kanisa. Ilikuwa imefika mpaka nikaona nitaacha. Juu ya fitina, niko na watoto wadogo. Mzee anaenda anaabua bibi ya mchungaji anapakwa kanisani asubuhi. Lakini mimi niko na watoto wadogo ambao ninachunga. Kwa hivyo namshukuru Mungu ni kwa sababu hata nilipoenda full gospel sikuacha kanisa. Lakini niliposikia wametoka mahali pale, nilirudi sababu hiyo nyingine. Na tukaanza tu kwa muda mrefu. Mama mchungaji hupitia katika vita nyingi sana. Na sana ni Sabitina. Mzee akiwa ni wa kusikiliza vita ikakosa. Juu hata nakumbuka siku moja kuna mama nilisaidia na chakula yangu, alikuwa na hapa Nairobi Women. Na akasema mimi ndiye naongea mambo ya kanisa. Nasema Maxi wakati pole sana kwa mke wake wako ameoa. Nikaambiwa nimesema ako na msichana kwa hapo kanisani. Lakini nikamlilia Mungu sana. Nikasema mimi mambo kama hiyo sijasema. Mzee Junaye alikuwa na tempa siku hiyo, akajaribu kunirushia kofu. Baba Karudi alishika mkono Bwana asifiwe sana. Na mshukuru Mungu ni kwa sababu sikutoka na sikuchoka. Tumepitia mabonde, milima na mabonde. Mambo mengi mazito, lakini hatukuacha kanisa. Naona tuko wanne. Wale tuliachwa na tukaanza pahali pale kwa wale tuko wanne hatukuacha. Na mimi na watoto wangu ndio zilikuwa zinakaa kwetu nyumbani. Ni mpaka tungesipeleka kila asubuhi. Vita haikuisha, tukaendelea hivyo. Tukaendelea. Mark akaniambia wewe ndio utakuwa patron wa mama. Na nikamwambia mimi sitaweza, mambo ya mama sipendi, hata sipendi ushirika, nataka kukaa hivyo. Lakini akaniambia wewe ndio utakuwa patron. Na nikawa mpaka tukiwa ile kanisa nyingine wale tulikuwa nao mama Lucy kabla tuhamie hapa. Lakini Mungu ni mwema kwa sababu hatujawahi kupigana vita. Mambo ya vita imeisha. Tujue tumekomaa ni kwa sababu mtoto wa miaka 20, hata msichana wa miaka 20 wengi wako na boma zao. Kwa hivyo tutaendelea hivyo, ambaye tuko wakubwa kuvumilia wale wadogo wapikanisha, tunawaacha wanapikanisha. Tukiona mahali wamekosea tunawashikilia. Bwana asifiwe sana. Na hivyo ndivyo wamama wenzangu nataka kuambia hata wa kanisa lingine. Ukiwa kiongozi inafaa uombe sana. Ni kwa sababu wewe utashikilia wale wadogo. Hivyo ni wewe mkubwa hapa mdogo. Kuna ule atashikilia kanisa na kuna ule Mungu atasikia maombi yake na itasimamisha kanisa na itasimamisha wamama. Hivi ningeomba maji kidogo. Na tutasimamisha kanisa. Nasema hivyo ni kwa nini? Mungu alipoumba mwanaume alirudi akaona nataka kumletea msaidizi. Na sisi wa mama naomba tuko hata yule hapo nayo tu hapa nisaidie kidogo. Bwana asifiwe sana. Alisema hutakaa peke yako. Nitakumbia msaidizi wako. Kwa hivyo sisi wa mama, naongea na wamama. Sisi ni wasaidizi. Hata kwa manyumba zetu maisha inakuwa ngumu. Unaona hata huyu mzee anamfanyia kazi lakini haoni, sitaifanya. Wakati utaiachilia iharibike, hukumu nimerudi kujua hukumu itakuwa kwangu. Ni kwa sababu hata kuna mambo zingine unasikiaga mimi hata sijahuishwa, sitashughulika. Na wakati imeharibika siku moja nikasikia watoto wakiniambia mama, hata wewe uko na makosa kwa sababu uliona na hukusema. Kwa hivyo hilo natubu. Siku ya leo miaka 20. Bwana asifiwe sana. Tusichoke kutenda
haoni ama watu wengine hawaoni, wewe endelea na kufanya. Ni kwa sababu wewe msaidizi wake. Na akichoka, hata Musa alikuwa anachoka, anainuliwa na vita wanashinda. Lakini akiachiliwa wanashindwa. Ni kwa hivyo nimeona mambo mengi tunashindwa ni sisi wa mama. Unachoka na unasema hata sitashughulika, kila mtu ako na maisha yake ya kuishi. Mungu atusamehe sana. Ningetaka kusema wamama wetu wa Springs, kuna miaka 2 tumelala. Naona vile tumeshindwa na wazee. Hiyo kuchoka, unaona hata nisipofanya itaendelea. Lakini pia leo Mungu anasema turudishe ile moto yetu tulikuwa na tulikuwa mbele ya wazee. Bwana asifiwe sana. Tulikuwa mbele ya wazee. Na tulipokuwa katika ushirika mmoja, tulifanya mambo na tukanunua vitu na tukawa mbele sana, tulikuwa na pesa katika mifuko yetu. Hiyo tunafaa kuomba msamaha, lakini Mungu ametusikia. Ni kwa sababu atatupa hiyo neema. Ni kwa sababu bila neema yake hatutasikizana. Utaona tu huyu ako hivi, huyu ako hivi, huyu ako hivi. Hata kama tiarege wetu hayuko, hatutalala tena. Tukipanga tukutane saa ile nyingine apate na jambo, hatutakosa kuendelea kwa sababu hayuko. Kuna ule amechaguliwa mdogo wake. Mungu atusaidie sana. Na mimi nikiwa kama mama yenu, tutainuana pamoja. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nina furaha, nina amani, nasikia kumshukuru Mungu na kumuinua zaidi. Ni kwa sababu tukiwa wamama tutasimamisha hili kanisa. Na kwa kweli mkiangalia kama kuna jambo liko mramba, ni kwa sababu sisi wamama tumelala. Lakini tumeamka na tutaendelea na kazi ya Bwana. Miaka 20, mtoto ambaye amezaliwa miaka 20 ako kwake, na Bwana wa rehema awabariki. Basi ndio Bwana makofi kwa sababu ya wema nzuri ambao tumepewa kina mama. Bwana sifiwe. Mawaidha mazuri ambayo mama ametoa, amezungumza na kila mmoja. Si wa mama peke yao, hata vijana ambao wanaenda kuoa na kuolewa. Pia unajua kwamba ikiwa wewe ni mke, wewe ni msaidizi, ikiwa wewe ni mume, wewe ni kichwa iko na macho, kichwa iko na mapua, kichwa iko na akili. Kazi ya shingo ni kugeuka. Bwana sifiwe. Na shingo kata kugeuka, hata hii kanisa haku. Wewe unajigonga, uwezi na lipa asili. Bwana sifiwe. Uwezi na lipa, unaona huko hakuna macho. Shingo imekataa macho iko huko. Gonga huko nyuma. Bwana sifiwe. Nataka tusimame tulete mwenyeji. Tulete mchungaji wetu ili kwamba atuambie sasa. Tusimame wote. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Usisahau kuja kwa mfungo please, na kuomba tu. Kile umekuja nacho hata kama ni shilingi 10 ndicho tunahitaji kwa sababu ya ununuzi wa vyombo. Na kama hauna starehe, raha ni kwako tu. Haina shida. Raha ni kwetu. Hata sisi wengine hatuna, lakini raha ni kwetu. Lakini ndio kama kupata. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Nataka tushangilie Bwana tunapotaka kumleta mtumishi wa Mungu ili atuambie mawili matatu. Bwana asifiwe. Haleluya. Nani anataka? Nani? Yesu ndiye kajenzi. Asifiwe. Ni 2 years. Na 2 years mtu atatibi. Atatibi bwana anashughulikiwa. Nataka usaidie Bwana kili changu ya mtu mzima wewe. Changu ya mtu amekomaa. Changu ya mtu ambaye tumeambiwa kwa kwake. Changu ya mtu akiwajua chakula utakuta amepika. Changu ya mtu ambaye akitumwa ataenda. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Karibu sana mchungaji. Thank you. Na Yesu ni mzuri. Ni rafiki.
rafiki mwema, Bwana Yesu ni mzuri, ni rafiki mwema. Bwana Yesu ni mzuri, ni rafiki mwema. Bwana Yesu ni mzuri, ni rafiki mwema. Anapenda kanisa, ni rafiki mwema. Bwana Yesu ni mzuri, ni ainua wa mama, ni rafiki mwema. Haleluya, Bwana Yesu ni mzuri, ni rafiki mwema. Abariki wazee, ni rafiki mwema. Haleluya, Bwana Yesu ni mzuri, tumwamini Mwokozi, ni rafiki mwema. Haleluya, Bwana Yesu ni mzuri, ni rafiki mwema. Amen. Acha tu shukuru Mungu pamoja mkiwa mmesimama hivyo. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru. Ninakuinua Mungu uliye juu, maana hakika Mungu mwema, na wewe zaidi ya yote. Wewe ndiwe muumba wa mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Sisi tu kazi ya mikono yako Bwana. Tunapotuita Mungu wetu katika njia hii ya wokovu, Baba yetu, umetuitia uzima, umetuitia mambo mema, umetuitia ushindi, umetuitia baraka. Asante Mungu, maana tunajua mengi, tumeona mengi hata huko nje, lakini tumeamua kwamba katika nyumba yako Bwana ndipo pema, ndipo palipo na ushindi na matumaini. Tuko mahali hapa kuadhimisha miaka hiyo 20 ya Mungu katika safari hii ya huduma. Na hivyo Bwana, tunaweza kusema ya kwamba umetenda mambo makuu kati yetu, nasi tuna furaha. Asante Bwana, tunaliinua na kulitukuza jina lako.